Dawa hii unayoiona kwenye skrini yako ni dawa ya kurefusha nywele, kufanya nywele ziwe nzuri, zijae vizuri, ziache kukatika katika, ziwe nywele ile ambayo unaitaka, nywele natural nzuri. Basi dawa yake ni hii hapa. Inatengenezwa kirahisi, inatumika kirahisi na ina matokeo makubwa ajabu. Kwa mliowahi kutumia nafikiri mnaelewa vizuri. Unahitaji vitu vitatu vya msingi, lakini viwili vya kwanza ni hivi: parachichi pamoja na yai. Cha tatu utakiona hapo mbele kidogo. Sasa nafikiri tunafahamu vizuri nguvu ya parachichi kwenye nywele zetu, nguvu ya yai kwenye nywele yetu. Sasa leo tunaenda kuchanganya hivi vitu vyote. Kitu cha mwanzo unahitaji kuchukua parachichi yako. Hakikisha hii parachichi imeiva. Maana kuna wengine mtachukua mabichi. Ilikuwa bichi sana halitakupa matokeo mazuri. Hakikisha parachichi limeiva. Sasa ukishachukua parachichi lako likwangue. Sawa, kwangua upate kama hivyo, alafu anza kusaga. Tunataka tupate ile rojo kabisa, rojo nzuri. Ile rojo sasa ndio inaweza kaingia vizuri kwenye ngozi yako na ikastimulate hizo nywele zako. Kwa hiyo ponda kama hivyo ambavyo unaona parachichi linapondeka vizuri. Nafikiri ni vitu ambavyo tunaelewana vizuri, na ukichukua ambalo limeiva vizuri hata kuponda hivi ni rahisi, yani utumii nguvu nyingi sana. Baada ya hapo chukua yai. Hapa kwenye yai hakikisha linakuwa ni yai la kienyeji ili upate matokeo yale mazuri, matokeo ya juu. Tumia yai la kienyeji. Lakini kama mazingira ulipo yai la kienyeji hakuna, basi unaweza kutumia hata yai la kawaida, hayo mayai ya kisasa ya kawaida, lakini tegemea matokeo hayatakuwa mazuri sana kama yule anayetumia mayai ya kienyeji. Nafikiri hapo tunaelewana vizuri, na wale ambao mmeshatumia naamini haya mambo mnaelewa vizuri. Na yai lako na lenyewe umeshalikoroga vizuri kama hivyo, na yai unaenda kuchanganya sasa na ule mchanganyiko wa ile parachichi ambao umesha bonda vizuri. Lengo letu tu ni kuweza kutengeneza mchanganyiko mzuri ambao unaweza ukastiki vizuri kwenye nywele zetu, ambao unaweza ukatupa matokeo mazuri yale ambayo tunatarajia. Maanake lengo sio tu kutengeneza hivi vitu, lengo ni kupata yale matokeo mazuri. Kwa hiyo kukoroga ili kupata hiyo uniformity ni kitu muhimu sana ili uweze kupata matokeo mazuri. Sawa. Kwa hiyo hapo tunaendelea kukoroga kama hivyo. Nafikiri na wewe mwenyewe unaona, endelea kukoroga. Yaani kukoroga ndio jibu sahihi la kukupa matokeo mazuri yale ambayo unayakusudia. Ukiwa unakoroga vibaya maana yake utakuja kupata matokeo mabaya. Kitu cha tatu ambacho nilikwambia tutaweka asali kama hivyo. Hii haina ufundi sana. Asali sio lazima iwe nyingi. Kama mimi nimeamua kuweka vijiko viwili hapa, lakini wewe unaweza kaamua kuweka kijiko kimoja, unaweza kaamua kuweka vijiko vitatu. Inategemea na wingi wa dawa ambao umetengeneza. Kwa sababu kumbuka hapa, kitakachoamua utengeneze dawa nyingi au kidogo ni wingi wa nywele zako. Kama nywele zako ni nyingi, maana yake dawa itakuwa nyingi. Kama nywele zako ni kidogo, maana yake dawa utatengeneza kidogo tu. Nafikiri hapo tunaelewana vizuri. Kwa hiyo kuna mwingine anasema niweke maparachichi mangapi? Mayai mangapi? Yaani hapo ni wewe mwenyewe akili yako, kwa sababu ya wingi wa nywele zako. Kwa hiyo kama nywele ni nyingi, hatutegemei utatengeneza dawa kidogo, maana yake utatengeneza dawa nyingi. Baada ya kuweka ile michanganyiko yote mitatu, unakoroga kama hivyo. Yaani kukoroga ndio msingi wa hii dawa. Mchanganyiko ukae dope. Ili utakavyoenda kupaka, sio mara asali ilikuwepo, asali haipo, mara yai hapa lipo, yai halipo. Ukifanya hivyo maana yake unaharibu mwenyewe dawa yako. Lakini kama utatengeneza kwa ubora, mchanganyiko wako utakaa vizuri, tunategemea na matokeo pia yatakuwa super. Sasa baada ya kuwa umeshatengeneza kila kitu kimekaa vizuri, sasa unaenda kupakaza hiyo dawa. Sasa chukua maji kidogo, lowesha nywele zako, alafu chukua mchanganyiko, pakaza kwenye nywele zako. Ukishapakaza vizuri, chukua zile kofia za plastiki, vaa hapo kichwani kwako, funika. Unafunika kwa dakika 45 hadi saa 1. Dakika 45 hadi saa 1. Hakikisha kofia ambayo umevaa ni zile kofia ambazo hazipitishi maji au hazipitishi hewa. Usije ukavaa mzula hapo juu. Sasa vaa kofia. Kama unakosa kofia zile za plastiki, unaweza ukavaa hata ile mifuko ya nailoni. Ukavaa tu hapo, ukafunga vizuri kabisa, ukafunga na lemba lako hapo juu, safi kabisa. Kaa nayo dakika 45 hadi saa 1. Baada ya hapo sasa unaenda kuosha. Sasa osha na maji ya kawaida, usioshe na maji ya moto, utatoa tena vile viini ambavyo tulikuwa tumevitafuta. Osha na maji ya kawaida kwa ajili ya kuondoa ile harufu ya yai, kwa sababu huwa inakera. Unaweza ukatumia shampoo ya kawaida, pakaza kichwani kwako, osha vizuri, basi fresh. Shughuli yako imeisha. Ili jambo fanya kwa wiki
mara 2. Ukiweza mara 3 itakuwa ni poa sana. Tunategemea ile wiki ya kwanza matokeo hayatakuwa bora sana, lakini ukifanya na wiki ya pili watu watakushangaa. Matokeo yatakuwa ni super sana. Nafikiri nimeleka vizuri sana kwenye maelekezo haya. Ikiwa una changamoto nyingine au unatamani kujifunza dawa za asili, jinsi ya kutengeneza vitu mbalimbali au madawa mbalimbali yanaweza kukusaidia kujitibia maradhi mbalimbali hapo nyumbani, unaweza ukapata kile kitabu chetu cha tiba asilia. Tiba zilizotumika na mababu zetu kuweza kujitibia maradhi mbalimbali. Ndani ya hiki kitabu unakwenda kujifunza jinsi ya kujitibia maradhi zaidi ya 70 ukiwa nyumbani kwako kutumia vitu rahisi. Kitabu hiki ni soft copy na unakupokea kupitia email au WhatsApp. So kama unatamani kupata hiki kitabu unaweza kuwasiliana na sisi. Namba yetu ni 0676 298 270. 0676 298 Kumbuka utatoa mchango wa shilingi 5,000. Utachangia shilingi 5,000 na utakipokea hiki kitabu. Naamini ukiwa na hiki kitabu huwezi kujuta, kwa sababu uko ndani unakwenda kujifunza mambo mazuri, jinsi ya kujitibia maradhi ambayo hadi mengine umeshakata tamaa kirahisi kwa kutumia vitu ambavyo viko hapo nyumbani kwako. Ikiwa na changamoto nyingine ya kiafya na unatamani kupata usaidizi kutoka kwetu, usisite. Unaweza kuwasiliana na sisi. Namba yetu ni hiyo nimekutajia hapo. Sisi tunapatikana Mbezi kwa Msuguli, Dar es Salaam, lakini vile vile tunapatikana Mafinga, Iringa. Mpaka wakati mwingine, nakupenda sana na kutakia wakati mwema. Karibu sana hapa Top 10 TV.